We, mama, unaenda? Yaani huu mguu ni wako wewe. Basi hata ungenisalimia kwanza. Mbona ungenisalimia kwanza? Nipa madeni ya watu kisha nisalimie. Naomba changu. Mama naomba changu. Yaani usinitafute leo. Umenielewa? Pesa yako sio kwamba sikulipa. Nitahamilia tu siku mbili hizi. Nitakulipa nistahimilie. Hoja zako na hoja zako zipeleke hospitalini. Kila mwezi wala namteka maji msikitini. Mama, naomba changu. Yaani mimi ndio mwajua. Sawa? Yaani mtaa mzima watu wanaelewa kanuni. Alafu ile kingine ile kwa hiyo mama naomba. Kama Ramadhani inaielewa, sawa? Ila madeni yangu naomba mambo ya Ramadhani siyaleta. Naomba changu. Yaani usije kuharibu sura yako kabisa, nikakujazia nzi hapa. Yaani wewe unijui kumbe? Kulikoni? Namdai. Sawa, namdai, lakini mbona kama si sehemu nzuri ya kukaa na nyinyi kufanya vitendo kama hivi? Napiga kelele hususan ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Si vizuri. Sawa, si vizuri. Kwa hii Ramadhani namdai pesa yangu 1,500,000. Kwani sasa nilipe? Ni sawa, ni haki yake kulipa. Lakini inawezekana kwa sasa hajawa tayari au hajapata hicho kiasi cha kukupa wewe. Lakini mimi nikwambia kitu kimoja. Ungelifanya utaratibu wa kukutana naye nyumbani, basi ingependeza zaidi. Niko hapa njiani na tafurani hizi mnazoleta hususan ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Si vizuri. Mimi watoto wa Kiislamu, wakina mama, inatakiwa ni funzo kwa watu wengine. Sawa shehe wangu, nimekusikia. Lakini mimi nahitaji changu. Yaani sisikii lolote, naomba changu. Naomba changu dada, naomba changu. Sawa, naomba basi unisikilize. Mimi niko tayari kuibeba hii hima. Nitamlipia mimi. Lakini kwanza hebu jisikie, maana bado hauko sawa. Hivyo ndio inavyotakiwa. Sasa mimi nitaibeba hii. Nitamlipia hicho kiasi cha pesa unachomdai. Kwa hiyo naomba msameheane alipokukwaza, alipokukosea. Hilo deni nalibeba mimi. Kesho inshallah, kesho kutwa ukipata muda, pita pale dukani kwangu. Nitakupa hicho kiasi cha pesa hata kwa kidogo, lakini mpaka deni nitamaliza na ndio. Sawa shehe wangu, kama ndio hivyo deni umelibeba wewe, mimi sina lolote. Nitakuja dukani kuchukua changu. Basi sawa, mimi naona niwaache. Muhammad, yeye ni mkombozi, yeye ni mkombozi, yeye ni mkombozi wa familia. Muhammad, yeye ni mkombozi, yeye ni mkombozi, yeye ni mkombozi wa familia. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Faza, mambo vipi? Mbona upo hapa na katika hali kama hiyo vipi? Unajua nini Faza? Unajua hapa ndo maskani kwangu ujue. Yaani hapa mimi wana ndichi sana ujue.
Yaani hapa nikikaa safi na salama, burudani kabisa, yani filamu zangu zote zinaishi hapa ujue. Hivi hujui habari yoyote kuhusu nyumbani? Nyumbani? Mbona nyumbani safi tu na salama? Mbona nyumbani hamna issue yote? Yaani kule shega tu Faza. Ibrahim, kwa maana hiyo huna taarifa yoyote kuhusu msiba nyumbani? Msiba? Msiba gani tena Faza? Oya Faza, nenda kupangilia basi. Unajua nini? Oya Faza, kuna kitu ujue umeforget ujue. Unajua ale danji ujue ni shemeji ujue. Shemeji ndo amedanji ujue. Hukupata taarifa? Ulicheka kupata taarifa, si ndio Faza? Oya Faza, sikiliza kupangilia Faza ujue. Oya Faza, nyumbani mbona burudani kule? Kule amani kabisa Faza. Sawa. Mimi nimetoka nyumbani huko. Naelekea huko. Nimepata taarifa kuwa kakako Muhammad amefariki dunia na ndio maana nikaja huko. Muhammad? Endelea tu kuvuta mibangi yako. Ibrahim, unajikuta umelaanika tayari. Endeleeni. Umekuwa kama chizi. Hivi, wewe unajikuta kama nani katika hii dunia? Hebu niambie. Brother, kwani shida iko wapi brother? Mbona umekuja tu hapo mzee, unaanza kupiga makelele, unaongea maneno makali nini? Kwani mimi nimefanya nini my brother? Sikia Ibrahim, naomba nisikilize vizuri. Siwezi kuvunja udugu kwa sababu tayari umeshakuwa. Na siwezi kuongea sana nikaja kuharibu somo yangu. La hasha. Lakini tu ninachokuambia, kuanzia leo sitohitaji kukuona pale nyumbani. Thumma wallahi, nikija nikikuona nyumbani, nitakachokufanya Mwenyezi Mungu atanisamehe. Brother, hapo ujue na fail ujue. Pale ndo nyumbani ujue, ndo kila kitu yani. Ndo mahamboi ujue. Ndo everything yani. Sasa my brother, unaponihamisha katika utawala ule pale, unataka kunipeleka katika utawala mwingine, hapo bro utakuwa unanionea au sio? Ndo hivyo my brother yani. Narudia tena kusema, sitohitaji kukuona tena pale nyumbani, iwe mwanzo na mwisho. Na dada, naomba unisikilize vizuri. Najua mimi hunijui. Mimi naitwa Sheikh Muhammad almaarufu Mchakali. Sasa basi, kuanzia leo ongozana na kijana mwenzako mkaishi yale maisha ambayo mjini mmeyachagua. Lakini Ibrahim, ipo siku utakumbuka maneno yangu. Mimi nakwenda. Nadhani mmenielewa. Ibrahim, nafikiri tusipoteze muda. Tungewahi huku kwanza, baadaye tutakaa tuzungumze. Usilie, jikaze, wewe ni mwanaume. Sawa? Tukumbuke kwamba kila nafsi itaonja mauti. Sawa? Jikaze. Hii ni safari ya sote wanadamu. Na sote tutapita hapa, hii ni njia yetu. Kwa haipasi kulia. Na utakapokuwa unalia sana, utakwenda kutoka katika njia ambayo kwa Mwenyezi Mungu alituambia tusiwe na huzuni sana, tukamwage kilio mpaka kupitiliza. Salamu
Haina haja ya kulia, sawa? Kaa chini. Vumilia ndio mambo. Jamani, mimi nimefika. Hakika hii ndio safari ya kila binadamu. Mimi nafikiri hakuna tena muda kupoteza. Baadhi wao tungeenda msikitini kwa ajili ya kuchukua jeneza, na wengine tukaeni ili tushoneni sanda hapa. Amon, mngeongozana basi na vijana wawili hapo kwa ajili ya kwenda masjid. Sawa. Alafu na hapa mimi na yeye na Ibrahim tutabakia kwa ajili ya kushona sanda. Sawa. Ibrahim. Hebu nenda ndani kabadilisha na hizo nguo. Barida anko haina noma. Kwa hiyo mnanisubiria au sio? Chapwa basi na kurudi. Sasa mimi na wewe tushone nguo za maiti. Pole sana Samrat kwa kufiwa na kaka yako. Asante sana Amina, nimeshapoa. Hiyo ndo hatima yetu. Leo yeye, kesho sisi. Ni kweli unavyosema. Ila kifo cha Muhammad kimenisikitisha sana. Hivi Samrat, unajua kama Muhammad alikuwa anataka kunioa? Kaka Muhammad alikuwa anataka kukoa? Ndio, na alishafika hadi kwa mjomba kwa ajili ya kumpelea posa. Ama kweli kazi ya Mungu haina makosa. Muhammad alikuwa mkarimu sana na alinikarimu kwa vitu vingi. Yaani alikuwa yupo tayari hadi kunilipia deni langu kwa Mwajuma 1,500,000. Lakini ndio hivyo, kazi ya Mungu haina makosa. Allah amsamehe makosa yake. Nasi pia tusamehe makosa yetu inshallah. Sawa. Basi acha mimi nikuache. Haya, kila la heri. Na kilichobakia sasa hivi tumuombee dua kwa Mwenyezi Mungu ili ailaze roho yake mahala pema peponi. Na kingine, isiwe amekufa Muhammad mkaanza kutengana, mkaanza kutoleana maneno mabaya, mkavunja undugu, sio vizuri. Hata yuko aliko haitampendeza. Ni vyema mkaendelea kushikamana, kwa kuhamasishana kwenye ibada na kwenye dini kama mlivyo sasa hivi. Si ndio Amor? Ni kweli. Ni kweli na ni jambo la kuliendeleza tu mimi nafikiri. Kwa sababu hata marehemu kaka Muhammad alikuwa akituhimiza sana kuhusiana na swala la umoja na ushirikiano. Sasa nafikiri ni jambo la kuliendeleza tu, na sio kama Muhammad tu, hata baba marehemu baba na yeye alikuwa anatuhimiza sana kuhusiana na swala la upendo, na tunashukuru kaka Muhammad alilisimamia kwenye njia yenye kunyooka kabisa. Samrat. Ni kweli kaka alikuwa anatuhusia sana kuhusu umoja. Hivyo tunapaswa kuendeleza yale ambayo alikuwa anatuambia. Sawa, na kitu kingine ambacho kimenitia huzuni sana, baada ya kuzika makaburini nilionana na Ibrahim nikamwambia kuwa tutakuwa na mazungumzo, lakini simuoni hapa. Sijui ni kwa nini. Kaka Ibrahim mbona hayupo hapa muda sasa? Hayupo? Ndio, hayupo. Ni kweli mdogo. Ibrahim hatuishi naye tena hapa. Ibrahim alifukuzwa na kaka Muhammad. Na hayo yote yalijitokeza kutokana na mambo yake ambayo alikuwa akiyafanya. Kiasi ya kwanza kaka Muhammad ya maswala yakamhuzunisha na kumkera, na mwisho wa siku akachukua maamuzi ya kuweza kumfukuza asiwepo kabisa hapa nyumbani. Sawa.
Nitalifuatilia hili. Nitahakikisha Ibrahim anarudi hapa kama mwanafamilia, sawa? Salamu alaikum. Waalaikum salam. Mambo vipi Amor? Safi, kwema? Kwema. Za siku nyingi. Safi tu. Wapi tena? Natoka zangu dukani naelekea zangu nyumbani mara moja. Okay. Samahani Amor. Kuna kitu nilikuwa nataka kukuuliza. Bila samahani. Hivi unaweza ukaniambia kifo cha Muhammad kimesababishwa na nini? Kifo cha kaka Muhammad kimesababishwa na nini? Mimi naamini ni vile tu Mungu mwenyewe amependa kumchukua. Na kifo ni njia na kila mmoja atapita. Na kama vile Allah anavyosema kwamba kullu nafsin dha'iqatul maut, basi kila mmoja ataonja mauti. Na sisi ni wa kwake na hakika tutarudia. Kwa hiyo nafikiri ni Mungu tu kaamua kuchukua maana yake basi. Ila inawezekana labda ni mawazo pia alikuwa anachangia kwenye swala hile. Mawazo? Ndiyo, mawazo. Haya, sawa. Mwenyezi Mungu atamfanyia wepesi inshallah. Sawa. Basi sawa, acha nimtakie siku njema. Haya, baadaye. Sambat, hivi unaweza ukaniambia ni kitu gani ambacho kimemsababishia kifo Muhammad? Mimi nahisi ni mawazo. Maana tokea kifo cha mke wake Wifi Mariam, kaka amekuwa ni mtu wa kuwaza sana. Yaani imefikia hatua mpaka kufanya kazi imekuwa shida. Kwa hiyo mawazo ndio yamesababisha kifo cha Muhammad kweli? Nahisi. Na pia kaka Ibrahim. Kaka Ibrahim amekuwa ni mtu ambaye mkorofi sana. Haeleweki, hasomeki. Yaani ni mkorofi sana sana. Kwa hiyo unataka kuniambia Ibrahim amebadilika ndani ya mwezi wa Ramadhani kiasi hiki? Ndiyo. Kaka Ibrahim amebadilika sana. Yaani ameshawahi kuja hapa mwezi huu wa Ramadhani mchana kweupe akanidai chakula. Na haitoshi, ameshawahi kuja mimi na swali akanipiga teke katikati ya swala. Hakujali kama ile ni ibada ya Allah. Sawa. Mazali mimi nimekuja basi nitamnyoosha. Nitahakikisha siondoki, nitabaki hapa hapa. Nimnyooshe kwanza ndipo niondoke. Sawa. Ila nahisi kuna kitu baina kaka Ibrahim na kaka Amor. Maana kaka Amor anapomwona kaka Ibrahim amekuwa ni mtu wa hofu sana. Sawa. Nitalifuatilia na hilo mpaka nijue ni nini chanzo na nini tatizo. Sawa? Sawa. Wacha niwahi masjid, nafikiri wakati umefika. Tutaonana baadaye. Amina. Naam Mwajuma, nimeitikia wito. Nashukuru kwa kuitikia wito wangu na sijaipo kukuta kama hivi. Ndio kwanza leo mara ya kwanza. Ila nataka kukwambia kitu. Sisi sote ni Waislamu. Ila kuna jambo moja nataka kukwambia. Kuhusu ile deni langu. Nimekusamehe kuanzia hapa mpaka kwa Mungu. Na yule ambaye alikuwa anataka kulipia pia na nimemsamehe kuanzia hapa mpaka kwa Mungu. Kwa hiyo naomba tuwe marafiki
popote pale ambapo utaponiona, maisha yanaendelea. Mimi niseme tu asante sana. Asante sana Mwajuma, na nashukuru sana. Ni wachache sana wenye moyo kama wako. Mimi nakuombea tu kwa Mwenyezi Mungu akuzidishie kila palipopungua na kubariki. Na nimekubali kuwa rafiki yako leo mpaka kesho akhera. Amin kwa sana. Amor. Naam. Ujue ni kipindi kirefu sana hatukuwahi kupata muda tukakaa tukazungumza kama hivi. Lakini nimekuita hapa, nataka unijibu swala moja tu. Ni kwa nini Ibrahim hakuwepo katika kikao cha mwisho tulichokifanya baada ya msiba Mohamed? Kwa kweli baba mdogo, kuna mambo mengi sana yamejitokeza kwenye hii familia kwa sasa. Na hasa kipindi ambacho alichofariki marehemu Shemegi Mariam. Ni mambo mengi sana yamejitokeza kiasi ya kwamba mpaka kaka yakawa yanamkasirisha. Amor, naona unanipindisha tu. Na kuomba niambie swala ambalo nimekuambia, usinipindishe huku na huku. Vipi? Nimekuuliza ni kwa nini Ibrahim hakuwepo katika kikao cha mwisho. Sawa baba mdogo. Ukweli ni kwamba Ibrahim amebadilika sana baba mdogo. Na hasa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Amekuwa ni mtu ambaye asieleweka. Alikuwa anakuja ndani, anampiga Samrat, anaweza akamkuta yuko kwenye ibada, anampiga mateke, anaweza akaja mchana weupe kabisa anamdai chakula. Samrat asipompa anampiga. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilichosababisha mpaka kaka kikawa kinamuingiza kwenye msongo wa mawazo. Shemegi Mariam alikuja akamtukana hadharani mbele za watu. Kuna fikiri hichi ni kitu ambacho kilichofanya mpaka kaka akamfukuza pia Ibrahim ndani. Sawa. Kwa hiyo ndio sababu ambayo imepelekea mpaka wewe kumwogopa Ibrahim? Hapana baba mdogo. Amor. Sawa. Nitamuita Ibrahim. Nitakuweka na wewe chini. Endapo nikijua kuna tatizo kwako wewe ama kwa Ibrahim, basi mtanyoka kama mlivyonyoka kipindi alipokuwepo marehemu kakaangu. Sawa? Narudia tena. Mtanyoka kama kipindi mlivyonyoka alivyokuwepo kakaangu marehemu. Sawa? Na kaka yenu Mohamed. Amor, tumeelewana? Ndio baba mdogo. Nimekuelewa. Sawa. Maana naona mnaleta mambo mengi sana ambayo hayafahamiki siku hizi. Sijui hata mumekuaje kwa kweli. Waalaikum salam. Mambo? Poa, mzima. Nashukuru. Vipi? Mbona hema hivyo? Najua najikuta nimeingia kwenye tatizo kubwa ambalo siwezi kulitatua. Sasa kwa nini unaongea hivyo? Ndio, kwa sababu ni vyema hata asingekufa marehemu kaka Mohamed. Ni hilo ambalo linakutia pressure au kuna jingine zaidi ya hilo? Kwenye familia tumevamiwa. Kuna baba yetu mdogo amekuja. Lakini sasa yeye huyu ni mkali kulikoni hata yule nchakali. Amor. Kwa jambo hilo ndio nimekutia stress na kuja hapa kama unapuma hivi ulofukuzwa. Eti. Haya ni mambo madogo tu. Ni sawa. Kwa kweli unaona ni jambo la kawaida. Ila kwa mimi sio jambo la kawaida. Kwa sababu hivi ninavyokuambia
ameniambia ana kikao na mimi. Sijui nani ameshaenda kwa kuyavuruga. Ila sawa. Acha mimi niondoke maana nimekuja kukuona mara moja tu. Sawa.